zake wakaingia house bar. Kulikuwa na wine, mama alikuwa amebuy 80k. Wakaanza ku have fun na my friends zake, na jumini nimeokoka, nikasema acha nitoke that floor juu iko the same. Nikaenda basement, alafu nikaasha home theater yetu. Mama amenibaia ya 300k. Wacha niwaambie watu wa Mungu, nimepitia mazito. Let me tell you, wacha nikwambie, Mungu ana mazoea ya kutumia watu ambao wamepitia uchungu. Na ndio maana Paulo akasema ithuĩ twĩgĩcinga kĩa mwaki gĩtharĩtwo mwaki-inĩ, gũtirĩ gĩcinga kĩngĩkwatia kĩngĩ angĩkorwo gĩtitharĩtwo mwaki-inĩ. Angĩkorwo nĩ kũrĩ ruo tũrarĩire 2025, nĩ rwa kwĩra andũ Ngai nĩoyanaga rĩngĩ. Mungu ana mazoea. Mungu ana mazoea, na usitishwe na Mungu. Usianze kutafuta kwa nini Mungu hutumia watoto ambao walikuwa wanaenda shule kilomita 10, so that mjue kwenye walitoa hiyo PhD yao. Usianze kutafuta kwa nini Mungu anatumia watoto ambao walilala njaa hata siku 3. God is a God of testimonies. And this is my prayer. If there is a pain that you endured, may it start coming up as a testimony. May it start coming up as a testimony. They closed your house, it is your testimony. They chased you away, it is your testimony. They fought you so hard, it is a testimony. One day you will testify your problems as a story. Kama historia. Kuna watu watakuwa napeana shida zao kama historia. Ukeraga andu wanakora kufuri igiri makaga gwitikia. Naambia kuna wakati ulikuwa unapata kufuri mbili wanakosa kwa. Ukeraga andu kwi hindi wahuraga nguemo kameaniko wako majaga. Ukiambia mirokere nyumu ili wamuke uivae. Ukakora ni nyumu no ti nyumu mihuko to ni meritu. Mekauka lakini bado no maundu-ini macio mothe. Waumerire no hotani. Umuthi uyu ni urekangi ukioya. Angĩkorwo icio itiumĩte, Ngai wa 2026 nĩ Ngai wa wĩira. The mercies of God. Rehema za Mungu. Luke chapter 1 verse 50. Luka mtakatifu 1:50. Luke chapter 1 verse 50. Luka 1:50. Amen. Amina. Tell your neighbor the mercies of God. Rehema za Mungu. The Bible says, Biblia inasema, His mercy na rehema zake extends to those who fear him. Hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. From generation to generation. Kuanzia vizazi hata vizazi. How do I qualify for this mercy into the journey? Nimehitimu aje juu ya hizi rehema kwa sababu ya safari? Number 1, la kwanza, the fear of God. Kumuogopa Mungu. In 2026, mwaka wa 2026, those people, watu wale who will walk with God in fear, watakaotembea na Mungu kwa kuogopa, are the people ni wao watu who shall be located by mercy. Watakaopatwa na rehema. Mercy, rehema, is a product of God. Ni hali ya Mungu ama ni sehemu ya Mungu that elevates people, inayoinua watu who fear God, wanaoogopa Mungu. Ajana mambo mingi. It is not about mambo mingi. It is about the fear of God in you. And the fear of God in you is what tells you, na kumogopa Mungu kuliko ndani yako ndiko kunakuambia, this is a sin. Hii ni dhambi. Don't do it. Usifanye. The fear of God, kumogopa Mungu, is what tells you, ni kile kinachokuambia and orders you, na kukuelekeza. This is compassion. Hii ni huruma. Do it. Ifanye. Fear of God is a direction.
Kumwogopa Mungu ndio uelekezo. Do I fear God? Na muogopa Mungu? Yes. Ndio. Mercies, rehema, for the journey, kwa sababu ya safari, are upon my life. Ziko juu ya maisha yangu. The fear of God. Kumwogopa Mungu. The fear of God, kumwogopa Mungu, is what vindicated Elijah ni kile kilimfanya Elijah in front of the worshippers of Baal. Juu ya miungu ya Baali. He feared God. Alimwogopa Mungu. And that is why he told God, na ndiposa alimwambia Mungu, Father, Baba, exalt your son in this. Inua mwanao kwa sababu ya hili. The reflection of the fear kwa sababu ya uoga was vindicated as a miracle. Ilionyesha kama muujiza. And the worshippers of Baal na walioabudu miungu ya Baali began worshiping God of Elijah wakaanza kumwabudu Mungu wa because Elia. he feared God. Kwa sababu alimwogopa Mungu. The fear of God in you shall pull many into the kingdom. The fear of God in you shall make many people to abide in God, to look and seek for Him. The fear of God. Mercy is carried by people who fear God. Na watu wanaomwogopa Mungu. Fearing God is not a punishment. Kumwogopa Mungu sio adhibu. Fearing God, kumwogopa Mungu, is not a self-fear to you. Sio uoga kwako. Sio kukuuzia uoga. Sio kukuuzia uoga. No. Fearing God, kumwogopa Mungu, is an interconnection between the physical and the supernatural. Ni unganiko hali ya kiasili na ya kiroho. It is a pathway. Ni hali ya njia that opens for fire. Inayofungulia moto. In patience. Katika kutulivu. Those people who know how to fear God. Wale ambao wanajua kuogopa Mungu. They do not struggle a lot. Hawapiganangi sana. They wait patiently. Wanangoja wakiwa wametulia. Because they fear God. Sababu wanaogopa Mungu. It is confirmed to them. Inadhibitika kwao. Even if it tarries, hata kama itachelewa, one day, siku moja, it shall come. Itafika. As I finalize, ninapomalizia, Joel chapter 2, Yoeli 2, verse 13. kuanzia mstari wa 13. Joel chapter 2 verse 13. Yoeli 2 mstari wake wa 13. The Bible says, Biblia inasema, rend your heart and not your garments. Larueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Return to the Lord your God. Mkamrudie Bwana Mungu wenu. People are rending their garments and not their souls. Watu wanalalua mavazi wala sio mioyo. Nowadays it has become more of physical than spiritual. Sasa imefanyika hali ya kiasili kuliko ya kiroho. Tunajitahidi sana kufurahisha ulimwengu. Na tunasahau ya kwamba kuna mavazi ambayo tunafaa kurarua, lakini sio haya ya juu, ni ya ndani. Praise the name of the Lord. Amen. Sisemi tena muje kanisa uchi kwa sababu ati sasa kuna mavazi ya ndani, hapana. The in reflects the outside. Ya ndani inaonyeshana ya nje. But in the way of mercy, lakini katika njia za rehema, the Bible continues. Biblia inaendelea kusema, return to the Lord your God. Mkamrudie Bwana Mungu wenu. For number one, he is gracious. Kwa sababu amejaa rehema. He is compassionate. Amejaa huruma. Slow to anger. Ni mwepesi wa hasira. Abounding in love. Ni mwingi wa rehema. And he relents from sending calamity. Naye hugaili mabaya. That is what I want you to do in 2026. Hivi ndivyo nataka ufanye mwaka wa 26. Return to God. Mkamrudie Bwana. I know. Ninajua. The world is bringing a very heavy conviction. Dunia imeleta uhukumifu mkubwa sana. For people to leave the church. Ya watu kuacha kanisa. But not God. Lakini sio Mungu. That is a worldly conviction. Hiyo ni kuhimizwa kiulimwengu, kidunia. It is only a foolish person. Na ni mtu tu mkubafu tu who will leave the church. Atakaye toka ama aiache kanisa.
And let me tell you, my brethren in JCM. Wacha niwaambie wabarikiwa wa JCM. If you think this church is here because we collect money, kama uko hapa kwa sababu unafikiria tunatafuta pesa, come and don't bring your money. Njoo na usipeane pesa zako. And the church will never stop. Na kanisa halitasimama. Amen. Amen. We are here for your soul. Tuko hapa juu ya roho yako ama moyo wako. Church is a vehicle ni gari that carries people of the same spirit. inayobeba watu wa roho moja. It is the inhabitant ni mahali pa kuishi of togetherness in Christ. ya umoja katika Kristo. It is a foundation that was begun by Apostle Paul. Ni misingi iliyoanzishwa na mtume Paulo. And remember, nakumbuka when Peter was abducted, wakati Petero alitekwa nyara, and he was about to be killed by Herod, na alikuwa karibu kuuliwa na Herode, outside there nje pale, they were so happy that Peter is about to be killed. Walikuwa nafurahia kwamba Petero yuko karibu kufa. But the church, lakini kanisa, went into sadness. Laingia katika huzuni. Because their brethren Peter, kwa sababu mbarikiwa Petero, is about to be killed. Yuko karibu kuuliwa. Listen. Sikiza. In the church, katika kanisa, is where people of your same spirit lives. Ni mahali ya watu ambapo mko roho moja huishi. People who can feel mercy about you. Watu ambao wanaweza kukuhurumia. When you get outside there, unapotoka nje mule, you will be alone and alone. Utakuwa peke yako na peke yako. In the church, katika kanisa, you can tell a brother or a sister your problems without judgment, bila hukumu, and they listen to you. Na wakusikize. Leave the church and not God. Acha kanisa lakini si Mungu. Go out there. Nenda mle nje And be alone. Na uwe peke yako. If you have an issue with your money, kama una shida na pesa zako, come into JCM. Njoo JCM. Sit down there. Keti pale. Listen to the voice of God. Sikiza kwa sauti ya Mungu. And go out slowly. Nenda nje pole pole. And the ministry will not stand. Na huduma bado itaendelea. Every ministry, kila huduma, has got a financier. Inakuanga na mtu wa kusimama nayo kifedha. His name is God. Jina lake ni Mungu. Nyungu ya Ngai, nyungu ya Mungu, ndiri yaga mutenguri, haijawahi kosa mtu wa kuitwa. Let us be truthful. Acha tuwe wa kweli. Kutoka ukuje JCM, umetoa sadaka mwaka yote mfululizo? Bana. Siku na siku ulikosa? Huduma ilisimama? Me, I thank God because I normally get out to work. Nashukuru Mungu kwa sababu kila mara mimi hufanya kazi. I know it is only tomorrow. Ninajua tu ni kesho tu. By Wednesday hata fasting inatupata tukiwa kazi. Hata kufunga kuna tupata tukiwa kazini. I think by Wednesday mimi nafaa kuwa Busia. Praise the name of the Lord. Amen. I don't know why they forget to say that we work. Sijui kwa nini wanasahau kusema tunafanya kazi. Nani kio itarekaga ni ngoragwo ndi wira iro cio bishop akoragwo we wira. Ndipo sawa sikataangi. Taru Wednesday gakorwo ndi wira thiete muno ni thigũkũ ciragirĩria tukorwo twi wira. Jumatano nitakuwa kazi nikienda sana. Ona ni kuri maundu magiragia tukorwo twi wi. Hata kuna mambo inatuzuia tusiwe kazini. Ta Sunday na thigũkũ. Jumapili na sikukuu. No thikũ ici ingĩ ciothe tukoragwo. Lakini siku hizi zingine tunakuwa kazi. Wewe rũciũ gakorwo ku? Kesho utakuwa wapi? Wewe rũciũ gakorwo kwa Jimmy? Utakuwa wapi mama Jimmy? Tugakorwo wi wira. Wagikomba. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The world will call you outside. Dunia inakuita uko nje. And then na tena initiate a process of oppressing you. Ianze njia ama ianze kukufinyilia. Yes. The world is so good when calling. Dunia ni nzuri sana ikuita hapo. Akimotho. Tero utire Ngai kanitha wohore kiu kiremba. Ambiwa hakuna Mungu utoe hiyo kiremba. Mundu no gukwaniriria wa mbere atakaye kupokea wa kwanza egukugurira kane atakununulia pombe. JCM uraheagwo mutu, JCM unapewa unga, ja uheo kane, nje upewe pombe, inirithie laini atoeke. Higo efeiru figo ona hatari kwirirwo muoyo kaba kwa Ngai, bila kuambililiwa uhai heli kwa Mungu. Ona hatari kwirirwo muoyo ni kaba kwa Ngai, tiati ndari mwega. Ngai wa
Hakukujagi watu wazuri. Haya. Kwa hivyo kuna mtu anangojea kanisa siku moja Dongo aingie hapa na suti ya white na mabawa. Ati ndiko igera muraika. Todo ibwato ile enakireba kia white mulimo igwa gisapa na raita kwa hiyo. Church is not a place of holy people. Kanisa sio mahali pa watu watakatifu. It is a place where people come. Ni mahali ambapo watu huja to glorify God, kumtukuza Mungu, so that they can access His mercy. Ili wapate rehema zake. It is the mercies of God. Ni rehema za Mungu that keeps people zinazowekeza watu in God's ways. Katika njia za Mungu. Even to those who are castigating the church, hata wale ambao wanapiga kanisa, they are not holy. Si watakatifu. They also have their worldly weaknesses. Wako na shida zao za kidunia. Allow people to worship their God. Kubalisha watu wa maabudu Mungu wao. The Bible is so clear. Biblia imeweka wazi. Gano na dhawani ile kwa shikoranire mwene yagoka. Praise the name of the Lord. Amen. As we seek for the mercy of God, tunapotafuta rehema za Mungu, don't walk away from God. Usimuondokee Mungu. And don't walk away from the church. Wala usiondoke kanisani. Yani sisi tunatakikana tutoke kanisa wakati wale wengine kule nje wanatamani kuingia. Vile wamefanywa na dunia huko, wanatamani kuingia kanisa, na sisi ndio tunatakikana tutoke kanisa. Hatuwezi. Hata kama nitabaki peke yangu hapa juu. Hapa kanisa mimi sitoki. Praise the name of the Lord. Hallelujah. It is the church of God that has shaped a man. Ni kanisa la Mungu limewekeza mwanadamu who the world was not able to shape. Ambayo dunia ilishindwa kumtengeneza. Daktari kama the world could not shape us. But when we came into the church, lakini tulipokuja kanisani, look at us now. Tutazame sasa. What the world could not make, kila dunia haingetengeneza, God has made. Mungu ametengeneza. Look at yourself. Jiangalie before, kabla, and after being in the church. Na sasa kuwa kanisani. Praise the name of the Lord. Amen. As we wind up, tunapomalizia, the Bible has said so well. Biblia imesema vizuri in the book of Joel, katika kitabu cha Yoeli, going back to God. Kumrudia Bwana. And finally, na mwisho, Jude chapter 1. Yuda 1. Jude chapter 1. Yuda 1. Verse 20 to 23. Mstari wa 20 mpaka 23. Jude chapter 1. Yuda 1. Amen. Jude chapter 1 verse 20. The Bible says, Biblia inasema, and listen to this carefully. Nasikiza hapa vizuri. But you, bali ninyi, dear friends, wapenzi, by building yourselves up mkijijenga juu in the most holy faith ya imani yenu iliyo takatifu sana, and praying in the Holy Spirit, na kuomba katika Roho Mtakatifu. 21. 21. Keep yourselves in God's love, jilindeni katika upendo wa Mungu, as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ, huku mkigojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo, to bring you to eternal life, hata mpate uzima wa milele. Hata usiunderline kitu kubwa. Don't underline anything big. Usiweke mstari kitu kubwa. Underline the word keep yourselves in God's love. Weka mstari jilindeni katika upendo, as you wait for the Lord's mercy, huku mkigojea rehema ya Bwana. That means when you are in God, hiyo inamaanisha ukiwa ndani ya Mungu, it is easy to be located by mercy. Ni rahisi sana rehema zikupate. Because as Jesus was sent by God, kwa sababu Yesu alipotumwa na Mungu, he became God himself. Alifanyika Mungu mwenyewe. So in God's waiting, katika kumgoja Mungu, there is an assurance of mercy. Kuna hakikisho ya rehema. Let us be in God's mercy. Wacha tutafute rehema za Mungu. Verse 23.
Mstari wa 22. Be merciful to those who doubt. Wahurumieni wengine walio na shaka. Be merciful to those who doubt. Wahurumieni wengine walio na shaka. From today, kuanzia leo, in this church, katika kanisa hili, to those who doubt that you carry God, kwa wale walio na shaka ya kwamba unambeba Mungu, be merciful to them. Wahurumieni. To those who doubt that God is taking you somewhere, wale wana shaka ya kwamba Mungu anakupeleka mahali, be merciful to them. Wahurumie tu. Why? Kwa nini? They don't know and they will never know. Hawajui na hawatawaijua. Without sitting down with someone, bila kuliko kukaa chini na mtu and knowing their story, na kujua historia zao, you will never, hautawahi, and you cannot understand. Na hautawahi elewa. Verse 23. Mstari wa 23. Save others, skiza. Save others by snatching them from the fire. Na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. There are people, kuna watu, until we snatch them, mpaka tuwanyakue, they will never get out of fire. Hawatawahi ondoka motoni. Mimi napeanaga example na Dr. Kamau. Dr. Kamau ndiye mimi na hii barabara yote hii. Huyu mimi ndiye najua tumefanya mambo ile ambayo hata sisi tunajichukianga leo. But when I came back to church, lakini niliporudi kanisani, I snatched him, nilimnyakua from the fire, kutokana moto. Because there are people, kuna watu will never come out of the fire, hawatawahi toka katika moto, until you snatch them, mpaka wanyakue. Haya wamama, kuna mtu mpaka mtakapomketisha chini mumwambie na wewe wende tagosa ni aliutiga, you snatch her from fire, umnyakue kutoka moto. Kuna watu usipowakuta uangalie kwa uso, uambie wacha hii, until you snatch them, mpaka wanyakue. And the Bible says, Biblia inasema, show them mercy.